Okay, sasa episode ya pili inaendelea. Kibonge kabisa akasema kumbe mtoto wako huyu. Akasema ni mtoto wangu mimi. Mtoto wangu amenikuta kule, niko kule naomba msaada, basi wakawa wamemnyakua, wamemuiba mtoto wangu. Sasa Kibonge aliposikia kabisa ile maneno akaamini kabisa kwamba huyu mama walikuwa wamemuibia mtoto. Sasa kumbe ilikuwa ni njama. Bigi angekula hasara, angezitoa zile pesa. Wale washikaji wakawa wamekula hasara. Madevu walikimbia alipoona msala. Mambo yalinuka, kaona hapa kituoni chapo. Kaona akimbie, kachanja mbuga. Sasa Bigi akaanza kumwambia, pole sana mama, kwa sababu mtoto alikuwa anakuja kuniuzia mimi. Kumbe Kibonge naye alikuwa anazungusha mambo, anazungusha mjeredi. Kumbe nia na malengo na yeye ni kununua mtoto, kwa sababu mke wake alikuwa hana uwezo kabisa wa kuzaa. Wakasema tusamee sisi kwa sababu wao watu walikuwa wanakuja kutuuzia huyu mtoto, na sisi tulikuwa hatutaki kumnunua. Tulikuwa tunataka tumsaidie kwa sababu walikuwa wanataka kutuuzia, lakini sisi tukasema basi sawa, tutawapa kiasi chochote cha pesa ili tumlee huyu mtoto. Kumbe Bigi nia na malengo ni kununua mtoto. Sasa hizi pesa wakaanza kumkabidhi mama, chukua hizi pesa. Japo kuwa walikuwa wanasema kwamba walikuwa wanataka kukufanyia uharamia wa kuibia mtoto, chukua huyu mtoto. Chukua pesa na mtoto wako nenda. Jamani, asanteni sana, Mungu awabariki. Mimi siamini kabisa maisha yangu mimi. Jamani, mimi nahangaika. Akasema basi sawa, tutakuombea hata Jumapili ikifika, tutaenda kanisani, tutakuombea, usijali. Basi yule mama alishukuru kabisa. Baada ya kupewa zile pesa kibao, alilia machozi ya uchungu kabisa. Akasema jamani, mimi mtoto wangu mimi sijui ningempata wapi mimi. Hizi pesa sasa hivi naenda kuemea tu mara moja vyakula na vinaisha, lakini bado nitaendelea kukaa barabarani. Muendelee kunisaidia ndugu zangu, muendelee kunisaidia. Sasa Kibonge kabisa alihuzunika sana baada ya kusikia hivyo maneno ya huyu mama mjane kabisa ambaye alikuwa kilema na mtoto wake. Basi mtoto wake alimpata kabisa, akawa analia machozi kwa uchungu, na pesa alipewa kibao. Akaona hizi pesa akaemea vyakula ili aendelee kutulia na mtoto wake. Basi najua katika episode ya pili utakuwa umejifunza kitu. Huyu jamaa nia na malengo ni kununua watoto, kwa sababu mke wake alikuwa hana uwezo wa kuzaa. Sasa game limefeli, anaangalia game lingine kabisa huyu Bigi. Basi tutakuwa tumejifunza kitu katika episode ya pili. Tuendelee kukomaa na Lenzo Michael, tupate vigongo vikali. Basi namba zipo pale DM, nitafute DM nikutumie movie full kabisa ya design hii. Kwaheri.